Waliojaa nguvu ya Roho Mtakatifu sio watu wa kawaida. Waliojaa nguvu ya Roho Mtakatifu hawaongozwi na akili zao. Waliojaa nguvu ya Roho Mtakatifu hawafuati mawazo yao. Waliojaa nguvu ya Roho Mtakatifu hata siku moja, naomba unisikize vizuri, hawaongozwi na dunia. Dunia inaweza ikasema hivi, lakini Roho Mtakatifu akakataa ndani yako, akakwambia sio hivi, ni hivi, na ikawa hivyo kweli. Sema amina. Waliojaa nguvu ya Roho Mtakatifu hawaongozwi na mwili, wanaongozwa na Roho wa Bwana kutimiza mapenzi yake, kuwakilisha serikali ya mbinguni. Sema amen, 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 amen. Na Mungu anajivunia watu hao. Anasema ya kwamba mnapoomba ombeni hivi: Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe huko mbinguni, ufalme wako uje kutoka mbinguni, uje ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili mapenzi yako unayoyapanga huko duniani yaweze kukamilika hapa duniani, lazima awepo mtu aliyemnywa Kristo, aliyekunywa Roho Mtakatifu, ambaye Kristo anakaa ndani yake. Sema haleluya. Huyo ndiye mahali alipo maisha yake yanatimiza makusudi, malengo, mipango, taratibu za Mungu hapa duniani. Kwa sababu mbingu ni mbingu za Mungu, duniani amepewa wanadamu. Wanadamu akina nani? Ni wale waliojaa nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho ambaye alikuwa amehama kwa Adamu baada ya kuwa ametenda dhambi. Wakati bado hajatenda dhambi, Roho Mtakatifu yumo ndani yake. Roho Mtakatifu akiwa ndani ya kanisa, wewe unamiliki. Tena sio kumiliki tu, wewe unatisha katika jina la Yesu Kristo. Sema amina. Sio kumiliki tu, unatisha. Tafuta nguvu ya Roho Mtakatifu. Adamu na Eva kipindi wana Roho Mtakatifu, Biblia inasema kwamba wakatisha, wanawaita wanyama kwa majina, wanafanya kila kitu kwa sababu wana Roho Mtakatifu. Baada ya kuwa Roho Mtakatifu amewahama, pakaingia magonjwa, pakaingia rana, pakaingia mikosi, pakaingia kifo. Roho Mtakatifu, kanisa likawa limefanyaje? Kukaingia kipindi ambacho Roho Mtakatifu